Mei 18, Mirihi ama Mars imeingia kwa nyumba ya pili, yani in Taurus, na hivi ndio ina affect kila sign. Aries itakuwa kwa nyumba yako ya pili ya masuala na thamani yako na masuala na fedha. Mabadiliko ama breakthrough ambao unaenda kupatana nayo wakati huu, unaenda kupata njia mpya kuanza kuingiza fedha. Na changamoto ambao unaenda kupatana nayo ni kutumia fedha kiholela bila mpango, alafu baadaye unakuta unaanza kung'ang'ana ama kutatizika. Taurus inaenda kuwa kwa nyumba yako ya kwanza ya masuala na nini, umimi. Mabadiliko ambayo yanaenda kukuja wakati huu, kunaenda kuwa na mabadiliko makubwa katika identity yako. Na kumbuka unapoachilia identity ya kale, ukiingia kwa identity ambayo ni yako ya sasa, unapata kuna vitu vipya vinaingia katika maisha yako. Ni kama unaanza mwanzo mpya. Wakati huu utapata unaweka mipaka na watu, kama unapata kuna vikundi ambavyo ulikuwa umejiunganisha navyo ambavyo havileti mema kwako, utapata wakati huu unajitoanisha kutoka kwa watu, unajiunganisha na watu ambao wanakukubali jinsi ulivyo. Ila changamoto ambayo utapatana nayo, utakuwa ni mtu ambao unakosa subra, unataka kitu kiende haraka, unanunika, unakwasika wakati huu kwa sababu vitu haviendi vile unavyotaka. Kwa sababu kwa vitu kuenda vile unavyotaka lazima uachilie identity isiyo ya kwako ya haki, ukae kwenye identity ambayo ni ya kwako. Haya, Gemini itakuwa kwa nyumba yako ya 12 ya masuala na rohoni. Mabadiliko ambayo yanaenda kukuja, utapata mwamko mpya katika masuala ya rohoni. Kunaenda kuwa pia na breakthrough ya kuweza kuachilia vitu vya kale ambavyo ulikuwa umefungia ndani, vifungo, mizigo, vituko vyovyote ambavyo vilikuwa vimejificha ndani mwako ama vimejifunga kwenye anga za rohoni ambazo zilikuwa zinakukwamishia maisha yako. Unapata wakati huu zinaenda kufanya nini? Kuondoka ama kuachiliwa, and then unapata unaingia kwa a new beginning. Changamoto ambayo utapatana nayo wakati huu ni unapata hauna utulivu kwenye akili, unapata ni mtu maybe unafikiria, unapata memory za kitambo. Wakati huu pia unahitajika kujiingiza kwenye masuala ya rohoni, kwa sababu wakati huu unaweza kuhisi ni kama hauna utulivu, hauna amani, mara unataka ufanye hivi, vitu kama hivyo, na unapata unachelewesha kufunguka kwako. Haya, Cancer itakuwa kwa nyumba yako ya 11 ya masuala na vikundi na marafiki. Wakati huu mabadiliko ambayo yanaenda kukuja katika maisha yako, utapata unakutana na vikundi ambavyo vinakusaidia, unapata mna network huku na kule. Utapata watu ambao una collaborate nao ambao wana si wa muda mchache, ni watu ambao mtatembea nao muda mrefu lakini wanaleta mema kwako. Utakuwa active sana katika jamii wakati huu. Ila changamoto ambayo utapatana nayo ni kutatizana na marafiki kwenye vikundi. Unataka ukisema basi iwe ni hivyo. Wakisema hapana, unaanza kutatizana nao. Leo itakuwa kwa nyumba yako ya 5 ya masuala nyumba yako ya 10 ya masuala na kazi na career yako na vile unavyoonekana mbele za watu. Breakthrough ama mabadiliko ambayo unaenda kukutana nayo, unaenda kujiunganisha kwenye njia ama kwenye vikundi ambavyo vitainua njia zako za kazi. Yani wakati huu unaweza pata either unapata promotion, either unapata unatoka kwenye kazi ambayo ulikuwa ndani, unajiingiza kwenye kazi ambayo inaendana na wewe, ama unaanza kujulikana kwa kazi yako wakati huu, ama wakati huu unachukua kazi za uongozi. So changamoto ambayo utapatana nayo wakati huu, unaweza kupata mnatatizana na watu ambao ni mabosi wako, walio juu yako, wakubwa wako, vitu kama hivyo. Ama unaweza kupata vile unavyojulikana kwa vitu vyako, unapata si vile ulikuwa unatarajia. Ama unapata unataka yani vitu, ikiwa umeanzisha kitu unataka kiende haraka haraka, kama ni kujulikana unataka wakufahamu faster, so unapata haviendi hivyo, it is going slower. So unapata unakwasika, unanungunika, mbona haviendi, mbona inakuaje, vitu kama hivyo. Lakini ukikaa vizuri utapata either kuna promotion, ama unaingia katika kazi za uongozi wakati huu, ama wakati huu unachukua kazi ama unaanzishia kazi yako. Virgo itakuwa kwa nyumba yako ya 6 ya nyumba yako ya 9 ya masuala na usafiri na imani. Wakati huu utapata breakthrough, maybe unaweza kupata safiri, kama kulikuwa na vikwamo vya kusafiri, unaweza kupata unasafiri wakati huu. Pia unaweza kupata unabadilisha imani yako, na kwa kubadilisha imani yako unapata pia kuna new beginning, yani mwanzo mpya. So unaweza kupata wakati huu vile ulikuwa unafikiria kitambo, vile ulikuwa umejiunganisha maybe kwenye vikundi mbalimbali, kwenye imani mbalimbali imekukwamisha, wakati huu ukiondoka unapata kuna upenyo. Unaanza kufuata imani ambayo inaendana na wewe. Wakati huu pia unaweza kupata unaanza kusafiri maybe long distance, vitu kama hivyo. Ile changamoto ambayo utapatana nazo ni kunungunika, kukwasika, maana kuna delays, kuna zile limitation delays za vitu. Unataka kuenda haraka haraka, lakini maybe kuna vitu vinaenda polepole, si vile wewe
unataka viende. Unaweza pata wewe pia unaanza kubishana na watu kila wakati, huyu anasema hii, unataka ubishane, mnang'ang'aniza huko bebe, kwa sababu ya imani, ya kubadilisha imani yako. Haya. Libra itakuwa kwa nyumba yako ya 8 ya masuala na vitu ambavyo unashare na watu na mabadiliko. Wakati huu mabadiliko ama breakthrough ambayo utapatana nayo, utapata unalipa madeni kama ulikuwa na madeni, wakati huu utapata unalipa madeni yako. Wakati huu pia vikundi ambavyo ulikuwa umejiunganisha navyo kama vilikuwa viendana nao, unapata unajiondosha kutoka kwenye hizo vikundi, unaingia kwenye vikundi ambavyo vinaendana na wewe. Pia katika mahusiano unaweza pata unajiunganisha kwenye mahusiano mapya, ama unapata kama mlikuwa hamuelewani na mpenzi wako, unapata mnasawazisha mambo, alafu unapata kuna utulivu. Ila changamoto ambayo utapatana nayo ni unataka kubishana na power struggle kwenye mahusiano ama kwenye watu ambao mnafanya kazi nao. Nani ndio kusema, nani ndiye ana nguvu? Jaribu sana kama ni kuleta amani kwenye hiyo mapenzi, msikize mwenzako na pia yeye apate muda wa kukusikiza, utapata mnapenya. Lakini kama kila mtu hapo anataka awe ndio kusema, utapata mnatatizana sana. Ama mnahangaishana sana. Scorpio itakuwa kwa nyumba yako ya 7 ya masuala na mahusiano na watu ambao unafanya kazi nao ama partnership zozote zile. Wakati huu unaweza kupata unaingia kwenye mapenzi mapya, ama unaweza pata unajiunganisha kwenye biashara na watu ambao unapata wanakusaidia long term, si watu ambao visirisiri, mara chuki, mara vitu kama hivyo. Unapata hawana mpango, hawako straightforward. Ni watu ambao wako tu kwa muda, wachune kenye wanachuna waondoke. No, utapatana na watu ambao wanaendana na wewe. Wakati huu pia kama kulikuwa na vituko sirini, utapata pia vinakuja kwa wazi, mnasawazisha, mnapata kusonga mbele. Ila changamoto ambayo utapatana nayo, watu watakuwa wanakuona ni kama mnabishana. Unasema hiki, mwingine anasema hiki, hakuna mtu ambaye anataka kumsikiliza mwingine vile anavyonena. Kila mtu ananena vile anavyo, yani kila mtu vile ninio yake inampeleka ndio vile anaenda. Vile kichwa yake inasema ndio vile anaenda yeye. Kila mtu anaenda, yani kila mtu anataka asikizwe. Sagittarius itakuwa kwa nyumba yako ya 6 ya masuala na daily routine, kazi na afya yako. Mabadiliko ambayo yanaenda kupatana na mabadiliko ama breakthrough, utapata njia mzuri ya kuweza kufanya nini, kubalance kati ya kazi yako na pia daily routines zako. Yani utaweza kubalance kati ya mambo za nyumbani na pia katika kazi. Ila changamoto ambayo utapatana nayo, utapata kuwa majukumu ni mengi, utapata pia kuna kutatizana na watu ambao mnafanya nao kazi, so utapata maybe kuna hiyo kutoelewana kwa maneno, vitu kama hivyo. Capricorn itakuwa kwa nyumba yako ya 5 ya masuala na ubunifu na furaha. Wakati huu utapata mabadiliko makubwa, unapata vitu ambavyo unabuni vinaonekana, vinajulikana. Wakati huu utapata pia kama kuna projects zote ambazo ulikuwa umeanzisha, utapata unajiunganisha nazo, utapata wengine wanaingia kwenye mapenzi, wanaanza kudate. Ile changamoto ambayo utapatana nayo, utapata unashindwa kubalance kati ya kazi na pia kati ya kutulia. So unapata unajituma sana lakini hupati muda wa kutulia. Aquarius itakuwa kwa nyumba yako ya 4 ya masuala na nyumbani. Mabadiliko ambayo yanaenda kukuja, utapata wakati huu unaweza kubadilisha mahali ambapo unakaa, unaweza kuwa ukaleta amani nyumbani, unaweza kuwa na pia motivation ya kubadilisha vile ulikuwa unaona identity yako, pia unaweza kubadilisha vitu kama hivyo. Ila changamoto ambayo utapatana nayo, utapata wakati huu unahisi uchovu wa ndani kwa sababu mbeba mizigo ya wenzako, unasikiza ya huyu, ama mnatatizana nyumbani, huyu anang'oka hivi, huyo mwingine naye anang'oka hivi, unapata mnatatizana sana. Pisces itakuwa kwa nyumba yako ya 3 ya masuala na maongezi na pia mandugu. Wakati huu mabadiliko ambayo unaenda kupatana nayo, utapata upenyo. Kama ulikuwa unatatizika, niendaje, nifanyaje, utapata direction ya maisha yako. Utaongea kile ambao unataka kuongea bila kunyamazishwa wakati huu. Kama kuna kitu ulikuwa umefungia ndani, utapata unakiongea kwa wazi. Ila changamoto ambayo utapatana nayo ni kutoeleweka na mandugu ama na majirani ama na watu ambao wanakuzunguka. Unaongea kitu, unapata hueleweki, ama unapata ni kama mtu anaona ni kama huyu ni kama ananisema vibaya ama anaongea vibaya.